Bwana Yesu asifiwe. Shalom, shalom. Ninawasalimu tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ni siku nyingine tena tunakuja kushirikishana neno la Mungu, kuendelea kujifunza na kufundishana. Neno ni uzima wa Kristo. Bwana asifiwe. Leo tunataka tujifunze kwa habari ya matunda 9 ya Roho Mtakatifu. Leo tunajifunza kwa habari ya matunda 9 ya Roho Mtakatifu. Kama una mwenzako yuko mbali, unatamani hasikilize somo hili, unaweza ukamkaribisha ili tushirikiane pamoja. Bwana asifiwe sana. Ninaposema umuhimu wa matunda 9 ya Roho Mtakatifu, unaweza ukajiuliza haya matunda 9 ya Roho Mtakatifu ni nini na yanatokeaje? Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Neno la Mungu ndio mbegu. Ndio maana ninasisitiza sana kuhusu kila siku kusoma neno la Mungu. Kwa kadri ambavyo unasoma neno la Mungu kila siku, inaanza kama tabia, lakini inajengeka na kuwa ni maisha yako, ni desturi yako. Unapoendelea kusoma neno la Mungu, kulitafakari, kukiri neno, kuna vitu vinaanza kuumbika ndani yako, kwa sababu nimekuambia neno ndio mbegu. Kadri unavyoendelea kuwa na neno, linaongezeka siku hadi siku. Ile mbegu inaota, na ile mbegu inapoota inazaa kitu. Kwa hiyo kadri unavyokaa kwenye neno na kadri unavyokubali kuongozwa na Roho Mtakatifu, kuna matunda yatokanayo na Roho Mtakatifu yanazaliwa kwako kama Mkristo. Bwana asifiwe. Na kwenda kusoma sasa hayo matunda 9 ya Roho Mtakatifu. Nitasoma kutoka kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22 mpaka ule mstari wa 24. Neno la Mungu linasema, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Na hao walio wa Kristo Yesu wamesulubishwa mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Ukienda mstari wa 25 anasema, tukiishi kwa Roho na tuenende kwa Roho. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Nimetangaza au nimeyataja hayo matunda 9 ya Roho Mtakatifu. Na haya matunda 9 ya Roho Mtakatifu yatakufanya wewe popote utakapokuwa, hata usipojitambulisha kama Mkristo, hata usipojitambulisha kama umeokoka, watu watayaona hayo matunda ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu kwa kadri unapomsogelea Mungu, kwa kadri unapomtegemea Roho Mtakatifu katika hatua zako, kuna namna ya matunda yataanza kuumbika ndani yako. Lakini wengi wetu tumekataa kukubali badiliko kupitia neno la Mungu au badiliko kupitia Roho Mtakatifu. Sasa kinyume cha kuto kumpa nafasi Roho Mtakatifu, utakosa haya matunda ya Roho. Bwana asifiwe. Na ukosefu wa haya matunda ya Roho ndio unakufanya sasa uwe Mkristo jina au mlokole tu jina, kwa sababu tabia zako, mienendo yako itakuwa iko tofauti kabisa na huyo Yesu unayemtangaza au unayemsema. Unasema Yesu anaokoa, unaweza kaa hata na mic kubwa uko hata barabarani unasema Yesu anaokoa, lakini watu hawaoni ule upendo wa Yesu ndani yako. Bwana asifiwe. Nimewahi kuwa mahali fulani, mtu mmoja akaongelea habari ya mtu mwingine ambao wamesoma naye, akamwambia bwana fulani ameokoka. Akasema acha bwana, hawezi kuwa ameokoka yule. Akamuuliza kwa nini? Akasema hawezi kuwa ameokoka, ni mtu mwenye chuki sana. Umeona? Kwa hiyo Yesu Kristo ni upendo. Kama hauna upendo, maana yake hauna tunda la Roho la upendo. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Lakini tuache upendo, tusogee tunda la pili, furaha. Wewe unaye Yesu Kristo, leo ukiwa na 300 mfukoni una furaha. Ukikosa shilingi 500 unakosa furaha. Kumbe furaha yako iko katika vitu ulivyonavyo, furaha yako haiko katika Bwana. Kwa hiyo unakosa tunda hilo la nini? La furaha. Nakupa mifano michache, sijui kama nitaweza kumalizia mifano yote, lakini ujipime wewe kama Mkristo. Je, tunda la Roho limeumbika ndani yako? Na kwa sababu gani nafundisha somo hili? Ili
ujikague ili uingie kuomba. Tunajifunza neno ili litupolish, litupige msasa kila siku, tuweze kufanania na vile Mungu alivyotaka tuwe. Haya, unakuja kwenye tunda lingine la Roho, amani. Yaani wewe kitu kidogo tu unakosa amani. Lakini ukumbuke Yesu Kristo ndiye mfalme wa amani. Unatakiwa uwe na amani nyakati zote. Nyakati za shida, nyakati za furaha, uwe rohoni mwako unayo amani. Na kazi ya shetani ni kuondoa haya matunda ya Roho Mtakatifu ndani yetu. Kazi ya shetani kuhakikisha unakosa amani, unakosa furaha, unakosa kuwa na upendo, unakuwa na moyo wa chuki. Hiyo ndio kazi kubwa ya shetani. Yeye kazi yake ni kuharibu. Lakini tunda lingine ni uvumilivu. Yaani mtu anashindwa kuvumiliana na mwenzake, anashindwa kuvumiliana na bosi wake, anashindwa kuvumiliana na ndugu zake, lakini anasema mimi nampenda Yesu. Utampendaje Yesu ambaye hujawahi kumuona? Na utaitwaje mfuasi wa Yesu kwa sababu huna uwezo wa kuvumiliana na mtu? Hatujakamilika kama ambavyo vidole vyetu havijakamilika. Kila mmoja wetu hapa duniani ana mapungufu yake. Ili tukupime au tukujue kama una tunda la Roho, basi ni pale unapoweza kuchukuliana. Maanake uvumilivu ni pamoja na kitu kinaitwa kuchukuliana. Lakini pia kuna kitu kinaitwa utu wema. Unatembea barabarani, unamkuta mtu amedondoka pale, amedondoka, una chupa ya maji na unaona ana kiu. Huwezi kumpa hata maji. Unapita kama vile unawahi nini. Alafu unasema nampenda Yesu. Hicho kitu kimewafanya watu wengi wachukie neno wokovu, wachukie neno Ukristo, kwa sababu kuwa Mkristo ni kuwa na matendo mema, kuwa na utu, kuwa na haki. Bwana asifiwe. Lakini vitu hivi vyote ninavyoviongea hapa, kuna kimoja labda unacho, kuna kingine huna. Unapomsikia mtumishi wa Mungu anafundisha hapa, jicholee karatasi yako, andika vile ambavyo unaona havijaumbika ndani yako. Kwa sababu umemkubali Yesu, atakutengeneza. Usikate tamaa ya kufuatilia mafundisho kwa sababu umeona matunda yote 9, wewe una hata moja. Lakini kwa kadri unavyomsogelea Mungu, naye Mungu anakusogelea. Kwa kadri unavyolisoma neno la Mungu, Mungu anakutengeneza. Kama ambavyo neno linasema katika kitabu cha Yeremia, yeye ni mfinyanzi na sisi ni udongo ambao tuko mikononi mwake. Tunapoharibika yeye anatufinyanga tena. Kwa hiyo ninakufundisha sio kwa ajili ya kukuhukumu, ninakufundisha ili uweze kutengeneza na Mungu wako. Bwana asifiwe. Kuna tunda lingine hapa anasema fadhili. Kufadhili, kuwafadhili wengine. Unasikia yule anasema, yule ndo bosi bwana. Yule ndo mfadhili wa Simba, yule ndo mfadhili wa Yanga. Hao wanafadhili timu za mpira, lakini wewe fadhili watu. Unakutana na mtu anaokota makopo, hajala chakula. Nyumbani kwako amekuja kuokota makopo, una chakula. Kwa nini usimpe mtu hiyo chakula? Kwa sababu wingi wa chakula ulichonacho umekipata kwa neema, si kwa sababu wewe ni tajiri sana. Lakini hebu kumbuka kuwafadhili wengine. Bwana asifiwe. Jambo lingine hapa, tunda lingine anasema uaminifu. Hapa ndio pagumu. Tumekuwa waongo na tunasema sisi ni Wakristo. Hatuna uaminifu kwenye kazi. Umewekwa ni accountant, umewekwa ni cashier. Kwenye sehemu ya kulipa 100,000, unaongeza unapunguza 0 ili uchukue pesa. Na ukifikiria hiyo pesa itakutajirisha. Lakini ndugu yangu, kila tunalolipanda duniani hapa ni lazima tuvune. Unapoiba, umepanda kwenye daladala, napenda huo mfano. Unakonda na sahau kukudai nauli. Unasema, leo nimeamka na bahati, Jumatatu hii watu wanasema ni Blue Monday, lakini mimi nimepanda kwenye daladala nilikuwa na 10,000, yani nilikuwa naomba moyoni konde anipite. Konde akapita bwana. Nimeshuka sijalipa nauli. Umevunja uaminifu, mwana wa Mungu. Na umejiingiza kwenye deni kwa Mungu kwa sababu ulichokitenda sio haki. Bwana asifiwe. Lakini tunda lingine ni upole. Upole sio lazima kwamba uongee taratibu au uongee sauti stoke au kwamba ukiongea kwa sauti kubwa ndio wewe sio mpole, lakini upole unaanzia ndani, sio nje. Tafuta kuwa mpole katikati ya watu wengi. Kuwa mpole, kuwa mtu ambaye una analyze mambo, unayafikiria, unayafikisha kwanza ndani, ndipo unaamua kuongea au kufanya maamuzi.
unapenda kuonekana ni mpole, lakini kumbe unapima mambo. Lakini kuna kitu kinaitwa kiasi. Kila kitu, ndugu zangu, Wakristo wenzangu, watoto wangu katika Bwana, kila kitu kinahitaji kuwa na kiasi. Hata unapokula sana unaitwa mrafi. Hata unapoiba, unapodhulumu mali za watu unaitwa mdhulumaji au fisadi. Tujifunze kuwa na kiasi. Ukiwa unaongea sana, saa nyingine unawakera wengine kwa sababu hauna kiasi. Kwa hiyo haya matunda 9 ya Roho Mtakatifu ni ya muhimu sana kwa Mkristo. Ndio maana kwenye Biblia kuna sehemu nyingine anasema watatutambua kwa matunda yetu. Watu hawaelewi, wakisema matunda hawajui matunda haya ni yapi. Unaposema Bwana Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, hatutakutambua kwa mavazi, hatutakutambua kwa mondoko wako. Tunatambua kile cha ndani ambacho unakitoa nje, kile kilichoko ndani yako ambacho kinajiaddress nje. Mtu anakukosea kidogo, unafungua kinywa, unatoa matusi, utafikiri kule ndani yako kuna gara la matusi. Yaani kama kule ndani yako una shehena ya matusi. Kwenye dadara mtu kaukanyaga bahati mbaya, na umetoka kuongea na mtu kwa simu, Bwana Yesu asifiwe, amen, shalom shalom, nakuja kwenye fellowship, lakini ndani ya daradara mtu bahati mbaya anataka kuvuka, kakukanyaga, unafungua kinywa na matusi. Kwa hiyo ukae ukijua unapungukiwa na tunda la Roho Mtakatifu. Haya matunda ya Roho Mtakatifu ni vitu vya ndani, ni vitu vya kiroho. Kwa hiyo ujue kwamba vitu vya kiroho mara nyingi vinapingana na vitu vya kimwili. Kwa hiyo cha kufanya, jaza ndani yako neno la Mungu. Jitahidi kuwa unasoma neno la Mungu, jitahidi kuwa unaomba, lakini jitahidi kutafakari na ukiri mzuri kulingana na neno, ili kama kuna mbegu mbaya zilizopandwa ndani yako, unapoamua kutoka upande wa giza na kuingia upande wa nuru, kwa sababu wewe ni nuru, basi watu waanze kuyaona matunda mema yanayotoka ndani yako. Ukisoma kitabu cha Waefeso 5:9 anasema, kwa kuwa tunda la nuru ni katika wema wote na haki na kweli. Kwa hiyo sisi ni wana wa nuru, kwa hiyo tunalo tunda la nuru. Sasa hiyo kama tuna tunda la nuru, tuwe watu wema, tuwe watenda haki, lakini pia tuwe wa kweli. Ndipo watu watavutwa kumfuata huyu Yesu tunayesema kwamba sisi ni wafuasi wa Yesu Kristo. Hapa ninapokwenda kumaliza, naomba tuombe mimi na wewe. Kadri ninavyoomba hapa na wewe omba. Mungu anakusikia. Hata ukiomba sekunde 1, hata sekunde 3, ukaambia Mungu ninaomba hivi na hivi, Mungu anatenda. Baba Mungu, katika jina la Yesu, wewe uketie sirini, wewe unayejua siri zetu, unayejua njia zetu, unayejua matendo yetu, hatujakamilika mbele yako Bwana. Tunakuja mbele yako Bwana Yesu, tunajua sisi ni wadhaifu, tunakukosea, lakini neema yako imekuwa ikitubeba Baba. Kwa neno hili tunakuja tena mbele zako, tunaomba rehema na toba, tunaomba na msamaha Bwana, tunaomba msaada wa Roho wako Mtakatifu akatuwezeshe, maana wakati mwingine hatuwezi kwa akili zetu. Tunda la Roho wako likaumbike ndani yetu, matunda 9 ya Roho Mtakatifu yakaumbike ndani yetu, ili watu watakapotuona Bwana wakapate kuona kwamba hawa ni watu ambao wana Kristo ndani yao, hawa ni watu wanaomjua Mungu, hawa ni watu waliobadilishwa, waliotengenezwa na kufinyangwa, ili wakawe msaada kwa wengine. Watakujaje kwetu iwapo sisi hatuna moyo ule uliokuwa nao Kristo, hatuna upendo uliokuwa nao Kristo, hatuna furaha uliokuwa nayo Kristo, hatuna utu wema wala fadhili? Tusaidie Roho Mtakatifu, ukaachilie nguvu zako kupitia mbegu ya neno, tukaweze kuzalisha ndani yetu matendo mazuri ambayo yamejaa mbegu ya Roho wako Mtakatifu, na watu wengi wakapate kuvutwa kuja kwako kupitia sisi. Asante Roho Mtakatifu, kwa sababu kila neno unaloliachilia lina pumzi ya Bwana, na kila neno unaloliachilia linatutengeneza na kutusafisha. Tunakutukuza, tunakuhimidi, tunakurudishia Mungu sifa na utukufu. Ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen.